Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Karibuni siku ya leo tukaweze kusoma neno la Mungu. Na siku ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Danieli mlango wa 7, mstari ni ule wa kwanza mpaka mwisho. Karibuni tukaweze kusoma sote na Mungu wa mbinguni atawabariki sana. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kikatanda kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya jambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa kama ya tai. Akatazama hata mabawa yake akafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu ya kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa mwanadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja wa mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake. Katika neno lake akamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine wa chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika jozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kunywa, kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikavunjika kati yao, naye ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwako na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Kikatazama hata vitu vya enzi vikawekwa, na pamoja na aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na ngurudumu zake moto wakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe. Nalitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine walionyang'anywa mamlaka yao, lakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika jozi la usiku, na tazama, mmoja waliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu na mbingu,
akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake na mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini wangu, na moyo hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Wanyama hao wakubwa walio wanne ni mfalme wanne watakao tokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu ataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam, hata milele na milele. Kisha nilitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba. Alikula na kuvunja mifupa vipande na kunyang'anya mabaki kwa miguu yake. Na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozunguka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililoonekana makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo ilifanywa vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao wakatafuta wake aliye juu, wakapewa hukumu na majira ya kawaida watakatifu wamiliki ufalme. Akanena hivi, huyu mnyama wa 4 atakuwa ni mfalme wa 4 juu ya dunia, atakao kuwa mbali na ufalme zile zote, nao utakuwa dunia yote, na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 4, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake na wakati na nyakati 2.5 wakati. Lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Na mfalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Huu ndio mwisho wa jambo lile, nami Danieli fikira zangu zilinifadhaisha, na uso wangu ulibadilika, lakini naliliweka jambo hilo moyoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki kwa kusoma nami mlango wa 7 mpaka kipindi kingine tutakapoendelea na mlango wa 8. Shalom.